suba na kwarolako bena jagna toma jawa wea wena bolutinga poko nanwa mo bipemo Raila poko nanwa mo bipemo Awana malo wodo ginga nikichuma mageno baba chumbe agwambo wonya memo pido nikero. Thank you very much. Asanteni sana. Asanteni sana. Mama Aida Odinga, mke wa ndugu yetu, rafiki yetu, kiongozi wetu, pamoja na watoto wake Rosemary Junior na Winnie. Familia ya Jaramogi Oginga Odinga kiongozwa hapa na Senator Daktari Oburu Oginga. Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Nigeria, ndugu viongozi wetu wa dini, maaskofu na wananchi wa hapa Siaya na Wakenya wenzangu wote ambao mnahudhuria mazishi haya. Napenda kuwasalimu hamjambo. Amoso ujodurwa. Amoso ujodurwa. Jodurwa untie. Jodurwa Bwana asifiwe. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu za mke wangu na watoto na za serikali zima la taifa letu la Kenya kwa familia ya huyu shujaa, our brother, the leader of ODM, the foremost political engineer in our republic, as we have been told. Nikisema pole sana Mama Aida na watoto na jamii kwa kumpoteza ndugu yetu aliyelala hapa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Let me say this for the record. The nation of Kenya today is flowing with floods of tears of grief. The foundations of Kenya are shaken by the stomping footsteps of mourners. And the soul of our nation is aching because of the loss of a great hero of our nation, a man who has been made through fabric of struggle, a man who many fondly referred as the people's president, the Honorable Raila Amolo Odinga. We come here to honor him in a lot of respect because of his contribution to our nation. Na ndio sababu leo nataka niseme mambo machache. Mimi na huyu kiongozi wetu Raila Amolo Odinga nilijuana na yeye wakati nilichaguliwa kama mbunge wa Eldoret North in 1997. I came to meet him in parliament. Baadaye tukawa na urafiki na ushirikiana mpaka tukatengeneza ile ilikuwa inaitwa cooperation siku hizo, mpaka Raila akakuwa Secretary General wa KANU. Baadaye nikaungana na yeye wakati tulikuwa na mambo ya katiba ya taifa letu la Kenya.
tukashirikiana katika kutafuta katiba mpya ya Kenya. Mimi nikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya katiba baada yake, na mambo yakaenda mpaka tukaunda chama cha ODM pamoja na ndugu yetu Raila Odinga akiwa ndio kiongozi wetu. Ndio nikashirikiana na yeye na nikajifunza kutoka kwake. I can confidently say, as Mama Aida has said, Raila Odinga was not just an engineer, he was a political engineer. And I can say here, among his many students in the class of political engineering was yours truly, William Ruto. And I am very proud today that Raila Amolo Odinga is being rested when one of his own students, a man he has mentored, is today the President of Kenya. Mimi nataka niseme hivi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, katika uchaguzi uliopita wa 2022, watu wengi ambao walikuwa wananiunga mkono walikuwa wanashangaa sana kwamba mimi sikuwa na wasiwasi wowote na uchaguzi wa 2022, kwa sababu mashindano ilikuwa kati ya Raila na mwanafunzi wake. And therefore it didn't matter to me the outcome of the election of 2022. Either Raila Odinga was going to win or his political student William Ruto was going to win. And that is why hata wakati waliniuliza watu wengi, wewe bwana, wewe unawezaje kushindana na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakiwa pamoja? Mimi sikuwa na wasiwasi, kwa sababu kama Raila angeshinda hiyo uchaguzi, mimi ningekuwa nimepata ushindi. Na kwa sababu nilijua yeye yale alikuwa amepanga katika manifesto ya Azimio, mpango ya housing, mpango ya universal health coverage, mpango ya elimu, mpango ya kilimo, mpango ya masomo, yalikuwa sambamba na sawia na sawa na yale nilikuwa nimepanga. It is just a student and his teacher. And that is why I can now reveal here today that immediately after the election, a few months, and there are witnesses sitting in our midst today, I looked for Baba. A few months after the election, nikamwambia mheshimiwa, tukaketi chini na yeye, nikamwambia mheshimiwa Prime Minister, wewe ni mwalimu wangu. Kwa umri mimi natoshana kuwa kijana wako. Kwa mapenzi ya Mungu mimi ndio rais wa Kenya. Nikamweleza mheshimiwa Raila, kwa hii serikali mimi nataka nikupatie mambo machache. Nikamwambia, kwanza, kama utasimama 2027 kuwania urais, ama kama utaunga mkono mtu mwingine, mimi hainijalishi. Mimi ninataka kama kijana wako niliyejifunza siasa chini yako, nataka nikushughulikie, kwa sababu wewe, you have made a huge sacrifice for our nation. You have made a huge contribution to our nation.
And I told Baba, I want, as a person who has learned in your political school of politics, I know you have made a huge contribution to Kenya. I know you have paid a huge personal sacrifice, family sacrifice, community sacrifice. I want to right the wrongs that have been done to you in our nation. And we agreed with the former Prime Minister, and I told him without condition, I will do whatever he wanted me to do, especially to make sure that the sacrifices he had made for our nation, the contribution that he had made for our nation, we right any wrong that may have happened. Mimi namshukuru Mungu kwamba baadaye katika safari hii ya siasa Mungu alinipatia nafasi, mbali na changamoto nyingi zilizokuweko, Mungu akanipatia nafasi nijumuishe chama ya ODM katika serikali ya Kenya. And I am very proud that today ODM is part and parcel of the government of the Republic of Kenya. Wakati Baba nilizungumza na yeye, hakunipatia masharti yoyote vile ya kujumuisha ODM kwa serikali. Mimi ndio nilimuuliza, Baba, mimi nataka waziri wa fedha wa kwanza wa kutoka Nyanza, mimi na wewe tupatie nafasi hiyo. Baba akanipatia huyu mungwana anaitwa Nyang', huyu John Mbadi. Leo I am very proud that Baba and I made the decision to have John Mbadi as the Minister of Finance of Kenya. Today, inflation has come down to 4% from 9.6%. Exchange rate has come down from 165 to 129. Today, our inflation, I have said, exchange rate, our interest rates have come down, and Kenya is now the 6th largest economy in the world, in Africa. This man, John Mbadi, anatosha ama atoshi? Wengine waliniambia ya kwamba hatoshi kwa sababu anatoka mahali fulani. Nikasema nitamfanya waziri nione what is going to happen. Na leo we have seen what has happened. I am very proud of the decisions that we have made. And so are all the other ministers that we are now joined together in this administration. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, najua ya kwamba mimi ni kiongozi wa chama ya UDA katika Kenya Kwanza. Lakini mimi nataka niwahakikishie wana ODM, kulingana na matakwa ya Baba, because Baba believed in political parties, he built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Political parties are the foundations of any meaningful democracy. And therefore, the future of ODM, the strength of ODM, the well-being of ODM matters a great deal to me, because that is how we are going to have a strong nation, by having strong, vibrant, national political parties. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM
will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ile kitu kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali, na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Si tukisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. 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 Muko tayari? Muko tayari? Tuunde serikali 2027. Mimi nataka niwaeleze hivi. Baba